Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa chaneli yako hii pendwa kabisa michezo. Kama ndio itakuwa mara yako ya kwanza unatembelea chaneli hii ya Simba News, basi usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele itakayotokea chini ya video hii upande wako wa kulia. Bwana, mnyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni. Ndio maneno unaweza kutumia kwa rais wa TFF ndugu Wallace Karia. Katika uongozi wa Karia umekuwa ni uongozi bora na kuigwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na hata ya Kati. Katika uongozi wa Wallace Karia, vilabu vya Tanzania vimekuwa vikifanya vizuri katika mashindano ya CAF na hata vile katika hata timu za taifa pia zimekuwa zikifanya vizuri. Katika utawala wa Wallace Karia, klabu ya Young Africans ilifika finali ya kombe ya shirikisho, na katika mchezo huo klabu ya Young Africans ilipoteza finali hiyo, lakini ilikuwa ni mara pili kwa timu kutoka Tanzania kufika hatua ya finali baada ya Simba Sports Club kufanya hivyo miaka mingi huko nyuma. Klabu nyingine pia ni klabu ya Simba Sports Club ambao mwaka huu imeweza kutinga hatua ya finali na kupoteza mchezo huo mbele ya RC Berkane. Na katika mchezo huo Simba waliweza kupoteza huku kukiwa kuna sitofahamu kuhusu kocha, kuhusu refa aliyochezesha mchezo huo. Lakini katika uongozi wa Wallace Karia kuna vitu vingi sana vya kuigwa na vya kupongeza, japo kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea nyuma ya uongozi wake, lakini kwa mambo mazuri anayofanya basi unapaswa kumpa hongera yake. Naam, unaweza kusema hivyo. Katika utawala wa Wallace Karia amewezesha timu ya taifa ya Tanzania kufuzu AFCON 3 na huku na kufuzu CHAN 1. Huku ikiwa mara pili kwa Tanzania kufuzu mashindano ya AFCON. Ilikuwa ni mwaka 2019 ambapo Tanzania ilifuzu kucheza AFCON, huku ikiwa ni AFCON yake ya pili baada ya miaka mingi sana kuto kufuzu mashindano ya AFCON, na hiyo mashindano haya yalifanyika nchini Misri. Mafanikio mengine ambayo aliyapata ndugu Wallace Karia ni kuiongoza tena timu ya taifa ya Tanzania kufuzu AFCON kwa mara ya 3 katika mashindano haya ambayo yalifanyika nchini Ivory Coast. Na katika mafanikio mengine tena ndugu Wallace Karia aliwezesha Tanzania kufuzu AFCON yake ya 4, huku AFCON hiyo ikichezeka nchini Morocco, na hiyo ilikuwa ni 2025. Mafanikio mengine ambayo pia ndugu Wallace Karia ameanza kuibukia ni mashindano ya CHAN ambayo Tanzania ilifuzu mashindano ya CHAN, ambayo mashindano haya yalichezeka nchini Cameroon na ilikuwa ni mwaka 2021. Je, ni haya mazuri watu hayaoni huku akizungumza mabaya ndugu ya Wallace Karia? Je, unadhani kuna rais mwingine wa TFF ambaye aliweza kufanya vizuri au ambaye anaweza kaja akafanya vizuri? Tuachie kwenye comment. Na pia kama ndio mara ya kwanza unatembelea channel hii, basi usisahau kusubscribe pamoja na kucomment.